Basi naomba baba niwaache, mimi naenda kuendelea na kazi zangu nyingine. Andaa mazingira ya msosi kabisa huko. Maana muda mwafaka tena unakaribia huko. Sawa. Sawa. Kijana. Karibu. Shukrani sana. Jisikie upo nyumbani. Kuwa tu uhuru. Haya ndo mazingira ya nyumbani. Karibu sana. Basi sawa, Faza, mimi nimekuja hapa. Nimepata wito kutoka kwa binti yako. Sawa. Kwa hiyo nipo hapa nasikiliza wito. Ni kweli nilimwagiza aje ya kutafute. Kuna mazungumzo kidogo na kuna jambo kidogo nahitaji unisaidie. Tena nahitaji msaada wako kwa hali na mali. Basi mimi naomba nilifahamu hilo jambo lenyewe, alafu tuangalie na kusaidia vipi, kwa sababu siwezi nikatoa tu majibu kwamba naweza kukusaidia hali ya kuwa kitu chenyewe bado sijakifahamu. Okay, kwanza nilikuwa nataka kuijua historia yako kidogo kwa ufupi. Labda unaitwa nani? Unaishi wapi? Masuala ya kifamilia. Kabla sijaenda kukupa ombi langu la katika ile jambo ambalo nimekuitia hapa. Jina langu ambalo nimepewa na wazazi wangu naitwa Abdul Sadiq Athmani, lakini kwa jina ambalo ninalitumia katika haya maeneo nafahamika kama -9. Okay. Na kio ni nickname au AKA? AKA ya nickname. Maana ukikaa humu road lazima wakutafutie watu. Ni vijana kweli huwa inatokea hivyo. Ni mzaliwa wa hapa kijijini na nilikuwa nimetoka tu kidogo katika masuala ya maisha, lakini nimerudi kama mwaka sasa tangu nirudi. Kwa historia hiyo fupi, nadhani hata katika yale ambao mimi niliyafuatilia kidogo hajatofautiana. Ni resembled, yamelingana. Bodaboda kama tulivyokuambia. Kwa hiyo kufika kwa huyo mzee itagharimu shilingi ngapi? Kutokana na safari mpaka kwa mzee shilingi 8,000. Shilingi 8,000. Yeah. Fresh haina shida. Basi sawa Faza, ila mimi sijafahamu hilo jambo ambalo unataka nitoe unahitaji msaada wangu. Sijafahamu hilo jambo linahusika na nini au ni jambo gani. Kwa hiyo naomba unieleweshe, uniweke wazi ili mradi nijue nafasi zangu na ratiba zangu zipoje. Jambo la kwanza ambalo ndio nalohitaji msaada kwako. Nina kampuni yangu, lakini ile kampuni kwa kweli ipo katika hali mbaya sana, mbaya typical. Ile kampuni nilivyoifungua nilikuwa na mategemeo na matarajio mengi sana na ni mazuri ambayo niliyapanga yawe. Ni kweli nilivyoanzisha imekwenda vizuri, lakini katika changamoto za maisha hapa na pale kidogo nikapatwa na shida ya kiafya. Hapo ndipo ndio ilikuwa mwanzo wa hiyo kampuni kuyumba. Kuna vijana kule ndio walikuwa wanafanya kazi kule, ikabidi mimi niwakabidhi wale kwa mara moja na kwenda kwa matibabu. Nikirudi mambo yanaendelea, lakini nilivyowakabidhi, nilivyoondoka, nilivyorudi, upside down. Shida ya mdogo wako ndio hapo. Na sisi tumetoka huko kuja hapa, kuja kutafuta maisha. Sio tumekuja hapa kuja kufanya huo ujinga anaofanya yeye. Kama kumuelekeza, nishamuelekeza sana na wewe mwenyewe shahidi ya mambo hayo yote. Lakini mdogo wako bado anaonekana yeye bado yupo tu katika mambo yake hayo ya ovyo.
Na kinachonichukiza mimi zaidi ni mnafiki, muongo. Mdogo wako muongo hatari. Mimi siwezi kuvumilia hilo jambo hivi. Sasa hivi ukajitahidi dada kumvumilia ndo akabadilika, maisha yakaendelea. Nimvumilie? Eti mvumilie maisha yanaendelea aje? Maisha kweli yanaendelea. Mimi nitaenda kuendelea huko mbele ya safari kwa kuvumilia yeye tena. Nimechoka. Nilipomvumilia kwa kunatosha, hapa mimi naondoka. Tena ungenijua moyoni mwangu wewe, hata usingesema hivyo. Mimi naondoka. Mimi maana ndo nimeajenga, lakini naona mwelekeo ndo siuoni. Sasa unaenda wapi? Hivi, kwani mimi kwetu nimeua? Sijaua, sina kesi aina yoyote. Naondoka nyumbani, upo? Sijaua mimi nyumbani. Aka. Hii ndio shida ya ndoa za walevi. Maana nimelijenga limeshindikana. Ehe. Alafu nilisahau. Akija utamwambia kama mimi nimeondoka, maana hata sijamuaga. Ile kampuni imesimamisha uzalishaji kwenda kule, mazingira ni kama vile ile kampuni imetelekezwa. Shida ndio ipo hapo, na ndio maana ikabidi kwanza nitafute mtu mwingine wa kunisaidia kwanza kurekebisha yale mazingira ya kule na usimamizi wa ile kampuni, kwa sababu kuna taarifa nishaipeleka katika mamlaka ili nianze kuifuatilia, watafutwe hawa watu ili nifungue kesi. Mimi niseme kwamba hilo jambo si baya, na kwanza kabisa nikupe pole ya hayo matatizo yote yaliyokukuta. Na mimi nikwambie kwamba kwa sasa mimi nilikuwa nimejiajiri katika kazi za ugereji, hivyo basi sina elimu yoyote kuhusiana na makampuni ya uzalishaji. Sina elimu yoyote, sijawahi kupata elimu, wala sijawahi kuajiriwa, wala sijawahi kuwa tena rafiki ambaye alikuwa anafanya hizo kazi, labda alikuwa ananisimulia au kunipa maelezo. Sasa sijajua hii kampuni mimi nitawezaje kuisimamia kama wewe unavyohitaji. Sasa bwana -9, kuhusiana na uzoefu wewe usijali, kwa sababu hata wao walikuwa hawajui kitu. Yaani walikuwa hawana uzoefu katika yale mambo. Kwa sababu mule mitambo mingi kwanza ni automatic, na masuala ya mradi, masuala ya engine mwenyewe unayafahamu, itakuwa ni jambo rahisi, tena ni jepesi kabisa. Na ndio maana kwa akili yangu nikasema nikienda kumtafuta mtu wa kawaida itakuwa ni shida, changamoto. Lakini nikaona nikikutafuta wewe inaweza ikawa ni jepesi na ni mwepesi kufundishika au kuelekezeka katika masuala mazima ya kucontrol ile mitambo. Lingine, yule binti yangu ni mzoefu, anafahamu vitu vingi sana. Basi father, mimi bwana siwezi kukupinga. Mimi nadhani ukitoka hapa kamalizie shughuli zako kwanza. Ukishamaliza shughuli zako jioni ile tutawasiliana. Kwa sababu kesho kuna sehemu nataka niende mara moja. Nadhani kesho kutwa asubuhi tutaenda kukagua. Nitakuonyesha mazingira yote ya kiwanda na mitambo yote, ndipo mambo mengine yataendelea. Basi sawa father, mimi nikuage. Wakati huu mimi naendelea majukumu yangu, kwa sababu hata Naira wakati amekuja pale nilimwambia kwamba kuna kazi namalizia, lakini nikashindwa kumalizia. Nimefuata kwanza wito, na kivyovyote mimi nikajua kwamba labda zile belti umezipata. Zile belti bwana, ile gari bwana, kwa kweli iliendelea kusumbua. Na nikaona kuagiza tena belti kuja huko kaona sio, kwa sababu badala mlio ule kuna jambo lingine tena lilijitokeza. Kaona bora ile gari tu kuipeleka tu kwa mafundi wakubwa. Mafundi wakubwa wa Dar es Salaam, ambao nadhani kwamba spare zile zitakuwa zinapatikana kiwepesi kwa wingi. Lakini mimi nadhani ungesubiri kidogo tupate japo lunch, kwa sababu nilimwagiza binti pale aende akaandae mazingira. Nadhani kwa sasa hivi kama dakika 2 tu katakuwa ameshaandaa vizuri. Tunakula hapa basi anakusindikiza.
Basi sawa, haina taabu Faza, tuko pamoja. Sawa, basi haina shida. Nadhani tumalizie vinywaji hapa mpaka yeye kutoka kule. Nadhani dakika chache tu hapa atakuwa amemaliza. Samahani bro, kwa jina naitwa Karaba, nimetoka kijiji cha Msala. Nimekuja kwenye kijiji hiki, kuna mtu tuna shida naye. Kuna mzee fulani hivi anaitwa nani we? Madipuko. Madipuko, nilikuwa na shida naye. Hivi naweza tukampata hapa? Huyo mzee tulishamtimwaga kitambo. Kwa tunaweza tukampata wapi? Hapa aliondoka kimya kimya, ila tukasikia tetesi kama kahamia kijiji cha Mbongola hapo mbele hapo. Hiyo kijiji kinaitwa Mbongola. Hata muulize bodaboda yenu mliokuja naye kama ataweza kupajua afikishe. Basi poa, ina shida. Bodaboda. Hiyo kijiji cha Mbongola unakifahamu? Hicho kijiji nakifahamu, ila kutokana na njia na huko sehemu tunapokwenda sitofika. Inabidi mnigee pesa yangu tuliokubaliana mimi nirudi. Kwa hiyo bodaboda huwezi kufanya lolote sisi katika kijiji. Tatizo sio mimi, tatizo ni chombo changu. Kwa mwanangu nafanyaje hapa kwa mazingira haya? Ona mambo sababu mengi. Sasa blaza, wewe angalia. Umelitoa ulipototoa, uje utuachie hapa kweli? Fanye hivyo bwana, wenzako tumetoka mbali. Wewe taja kiasi chochote unachokihitaji, sisi tutakulipa. Kama chombo kirudi tuenda ukifanya service. Kijiji jirani tu hapo blaza, unashindwa kutufikisha kutusaidia ndugu binadamu wezio bwana, wote wa Tanzania. Tuna shida, tusaidie ndugu yetu. Wewe ukatuacha hapa bwana. Hamna mdogo wangu, tatizo sio mimi, tatizo ni usalama chombo changu na njia tunayokwenda. Mimi ni jeni hela yangu tuliokubaliana mimi nirudi. Bado kisha kisanga Kabisa. kwa cha kufanya sisi tumpe kiasi chake cha pesa, atatupa location tutafika tu mwanangu, si unajua bwana. Shukrani bwana. Poa. Sikia nikusaidia kitu kimoja. Ukishafika hapo kijiji cha Mbongola, kuna sehemu inaitwa Miwaleni. Ukishafika hapo Miwaleni, mkimuulizia mtu yote, hata mtoto mdogo, nadhani yule mzee atamjua. Itakuwasaidia tu. Njia hii hapa. Ndugu zanguni, njoni mara moja na maongezi na nyinyi. Ndugu zanguni, mimi ni mgeni. Nimekuja kwenye kijiji, namuulizia kuna mzee mmoja anaitwa Madipuko. Si unaweza nikampata? Madipuko? Hii ni ishara gani katika safari yetu? Baba, ngoma ngumu. Ngoma ngumu. Sema nini? Give up mwanangu. Usikate tamaa. Sisi tutafika tu. Unaelewa? Fresh. Sasa tu baba. Baridi. Sasa blaza, sisi ni wageni katika kijiji.
tumetoka kijiji cha 3 na tumekuja katika kijiji, kuna mzee tunamtafuta. Huyo mzee anaitwa Madipuko. Mzee Madipuko? Ndio. Na kwa kila mtu tulomuona njiani tukimuuliza kuhusu huyo mzee, wengi wanakimbia, wengine watumbii chochote, wanabaki wanatuangalia tu. Mimi naamini kakaangu anaweza kutusaidia. Huyo mzee mimi namfahamu. Na huyo mzee hapa kahamia kwenye kijiji chetu ni muda mrefu kidogo. Ila huyo mzee mambo yake ni uchawi ni ushirikina. Na hapa katengwa. Anakaa ni mwisho wa mji. Kwa hiyo mnapoenda huko, tafadhalini msiende kumwambia kama kakwambia ni nani. Na sangine hapa tulipokaa, sangine huyo mzee anatusikia maana ni mchawi sana. Sisi tunashukuru brother kwa msaada wako mkubwa sana uliotugea. Basi ndugu zangu hazina shida. Tupo pamoja brother. Haya, karibuni jamani. Shukrani. Tafadhali jamani ndugu zangu. Huko mnapoenda, msinihitaji kwa lolote jamani. Kama nimekugeni msaada wa kufika au siwaze brother. Siwaze brother. Effects of finance is a